sababu za kufanya hivyo, na mimi kwa vile nimetokea katika majukumu mengine, safari yenu na ujio wenu hautafanikiwa kama mlivyotazamia, lakini hata hivyo namshukuru Mungu kwa kufika hapa. Kiheshima kwa sisi kama Waafrika, ndio binadamu unampokea amekuja bila taarifa au ana taarifa, unampokea, unamwelezea uhalisia wenyewe ulivyo, hata kama ataondoka lakini aende kwa amani. Changa na kuja mnazungumza, unafanya kile na kile, akiondoka unashangaa siku sio yeye anayekuja tena, ni kitu kingine. Ndio wenyewe anakuja, mimi wapokea vizuri kwa amani kabisa, sasa imekuwa hivyo tena. Wala hutajua kwamba ni wale ni yule mtu au wale utalia ni wengine. Sasa kwa vile nilikuwa nimekusudia, nilikuwa nimekuja na mambo yangu kama unachokiona hiki. Sasa majukumu yangu yanakuwa, kwa hiyo vigumu kuweza kufanikisha. Lakini hata hivyo tukizungumza mawili matatu kubadilishana sio vibaya. Sio vibaya. Kwa sababu naweza mkaniambia mawili matatu ya kunifaa, na mimi nikamwambia machache pia ya kuwafaa. Kwa sababu wanasema wanadamu ni heri wawili kuliko mmoja. Kwa sababu watashauriana hili na lile. Makundi mawili ni bora zaidi kuliko kundi moja. Mtu wawili ni bora zaidi kuliko mtu mmoja. Sasa kwa kuwa kila mahali pana taratibu zake au tamaduni zake, mila zake. Hapa tunazo mila zetu. Zamani kwa tuna kibao tumeweka pale mlangoni. Pale ambapo unaona kuna kile kiti na msalaba sio. Mwaka jana mwaka juzi. Naye pia alikuja bila utaratibu. Tukujali kwamba ni mkuu wa wilaya kivipi. Yeye alipokuja lakini si kwamba alikuwa na maana kuja hapa. Alikuja na mheshimiwa diwani ambaye wapo anaitwa Yusto Mapande. Ndio. Walipokuja wakasimamisha gari hapo, wakaingia ndani. Mimi wasipo na shangaa wameshaingia ndani. Lakini wakauliza maswali fulani. Kwa hiyo nao hawakuingia popote wenye nyumba yoyote, tukazungumza tukiwa tumesimama tu hapo. Wakaendelea na safari. Kwa vile walikuwa na surprise huko juu. Haikuwa hapo. Walifurahia tu kuona hicho kiti na mingine, wakajisikia waingie ndani. Wajua aliomo. Kwa hiyo hakukuwa na mpango kwamba anakuja hapa. Ndio. Wali sasa ule moyo wa kuja hapa, wakaona kwamba tuingie tuangalie hapa mahali pakoje. Hilo peke yake ikaonyesha kwamba wametuthamini. Kwa hiyo ikabidi tuzungumza mawili matatu, basi wakaondoka. Kwa hapo mali miaka ile iliyopita, wakati mzee Elia kiwepo, mzee wetu ndio kulikuwa kuna kile kibao kimeandikwa yani mavazi ya heshima kwa ujumla. Watu wanaingia hapa inabidi wavae mavazi ya namna hii na hii, kuanzia viatu mpaka juu. Kwa na muonekano huu kama ni mavazi ambayo yako luzi, sio aliobana sana na mengine kama hayo. Kiasi ambacho kipindi fulani wakaja wageni kutoka mkoani. Ndio. Sikumbuki mwaka, lakini kwa vile niandika kwenye kitabu, lakini hilo halina sababu, lakini naeleza tu yaliyotokea. Ndio. Wakati wa mzee Elia kiwepo. Sasa walipokuja, ikawa mmoja, kuna yule mkuu wa msafara alikuwa na suruali. Kumbuka sisi kibibilia. Ndio. Biblia ukisoma kitabu fulani kinasema cha Kumbukumbu 22 mstari wa 5 kinasema wanawake wasivae mavazi ya mpasayo mwanamume, wala mwanamume kuvaa mavazi ya mpasayo mwanamke. Hayo ni kibibilia. Lakini pia kimila kuna baadhi ya wanadamu kimila wako hivyo pia. Wengine kimila wanaume wamekuja juu, wanataka kuwa kama miungu. Sasa mwanamke asipompigia magoti kama namkaribisha chakula, kunje magoti kwanza. Wengine maana nimeshaona hao. Kinaitwa chakula, mwanamke analeta chakula, yule mkuu wa mji anavyofanya, anakula hapo katikati, hiki kingine cha pembeni chote ni cha hao wengine wanaobaki. Anakula anamaliza, anaachia wali hivi vya pembeni vinavyogusa chombo. Yeye kinachogusa chombo hagusi kabisa. Anakiacha hapo kiliwa na hao. Niliaona hayo katika kutembea kwangu huko, na unajua tunatembea kujifunza mambo mengi sana.
hiyo hilo mojawapo ni somo ambalo tunajifunza pia. Sawa. Kwamba tunapoenda mazingira fulani lakini tuweje na kwenye mazingira haya tuweje. Sawa. Ndio. Basi hiyo siku alipokuja au ugeni kutoka mkoani na huyo mwanamke mmoja wa mkoani alikuwa ndiye kiongozi wao, lakini alikuwa amevaa suruali. Sasa baada ya kusimama hapo wakati nikiuzauza hapo na wao walikuja bila taarifa pia. Lakini kwa kuja kwao wakajieleza, kawaandika, kabidi nende huko nyumbani kama bwana. Kamueleza mzee wetu mzee Elia akiwa hai bado wakati huo, kuna wageni wamekuja wako 1, 2, 3. Ndio. Kwa hiyo wanahitaji kufika hapa nyumbani. Sema basi subiri nakuja. Pamoja na kwamba ilikuwa kuna taarifa kwamba mgeni mtu yeyote bila taarifa hatutampokea. Ndio. Lakini pia kumpokea makuto kumpokea itategemea mazingira utakayokutana nao na huyo mtu. Utakayokutana na huyo mtu. Basi akaja akakuta sema karibuni, wakaongea sababu ya safari zao kututembelea. Walikuja rasmi wao hapa. Kaangalia sema sawa, nimetoka mbali mkoani. Hamwezi kurudi hivi. Nimechoma mafuta na jina mpaka hapa. Lakini sasa mbona yuko hivyo? Huyu hebu badilisha vaa vizuri bwana. Sina nguo zingine, sio mimi ni mtu na kwenda kwenye mashamba huko, sio. Kwa hiyo huko kwenye matunda na lini, kwa hiyo nashindwa kuvaa. Kwa hiyo tunavaa nguo hizi zinatupa uhuru kuinama na kuinuka katika shughuli zetu. Sema sawa, ni huko kwenye shughuli zetu lakini sio hapa nyumbani hapa. Ndio. Kwa hiyo inabidi uvae vizuri. La hapana, kwa heshima basi tafuta kanga, ufunge kanga hivi ili uweze kujisitiri. Uweze kujisitiri vizuri. Ndipo uingie ndani. Maana sio sikuwa msafara bwana. Na yule manajeria mmoja alikuwa manajeria mmoja akasema, bwana ni kweli lakini kwa kizungu. Ni kweli kila mahali pana desturi zao. Kwa hiyo kwa sababu ni hivyo bwana lazima tutii. Sasa kama kuna namna nyingine bali tuingie wote tufanye hivyo. Yule mama kawa sasa hana namna kubadilisha. Wala kujisikia vizuri. Kwa hiyo ikabidi baki hapo. Nikabaki naongea naye hapo. Amekosa faida ya kujua yaliyomo huko ndani. Basi wengine wakaingia wote. Wakaingia wakakaa huko masaa kadhaa, basi wakarudi. Waliporudi sema lakini samahani, kwa hiyo siku nyingine jifunze, siku nyingine bwana ufanye hivyo. Kwa hiyo ikiwezekana uwe na kitu unapotembea, uwe na kitu cha ziada ambacho kitakusaidia kwamba kama kutatokea tatizo huko ujue unafanyaje ili kuweza kusolve yale ambayo ingeweza kujitokeza pale. Basi wakaondoka. Sasa kwa hiyo ikabidi waondoke, lakini yeye hakufaidi, labda aambiwe na hao wenzake. Ila pia kwa kuwa hakukuwa na taarifa, wao napenda wageni wetu wakija tunawatembeza kuna huko kwenye mashamba, lakini kwa vile sasa hakukuwa na taarifa, kwa tuna mambo yetu, ikabidi wazungumze waliozungumza mimi sijui maana sikuwa huko. Mimi watu hapa nakaa na huyu mgeni wangu hapo, kabidi nimfariji hapo asijizie vibaya. Hata kama alikuwa anajisikia vibaya, lakini ulimpa faraja kidogo kwamba siku nyingine ujifunze kuwa na mavazi yenye stara ambayo yanaweza kuleta heshima. Kwa hiyo tukakaa pale tukaongea, sema watakuja, lakini siku ya kuja tujajua, lakini tutatoa taarifa kwamba watakuja. Kwa hiyo wakija tujue kwamba kuna ugeni utakaokuja. Ingana kidogo alikosea kidogo. Kwa sababu gani? Alikuja akatueleza. Sasa hiyo siku ya ugeni akatushitukiza. Tulisema sasa siku ya ugeni utupe kama siku 3 kabla ili tujiandae vizuri. Unajua Mwafrika ni tofauti na mzungu. Mzungu yeye sio kani wazungu wote ni baadhi tu. Maana wakati mimi nisoma shule ambayo wakati wazungu bado wapo wanafundisha. Yeye bwana kama amepanga bajeti yake haipanguliwi. Kama umekuja bila taarifa atakwambia soma gazeti. Hayo ni mila zake hizo. Sasa umbadilishe taratibu wake. Umbadilishi. Sasa hiyo siku ya kuja sasa tuliambiwa mkae kama siku 3 ili tujiandae. Yaani tunapenda wageni wakija
wakiondoka tuwapokee vizuri. Kama kuna kitu cha kuandaa tuwaandae vizuri, lakini wakija kushitukiza ubaya ni kwetu sisi niseme. Kwa sababu wataondoka na picha ambayo hatutaifurahia. Kwamba hawa watu sasa mbona hatukupokewa vizuri. Kumbe lengo ni kuwapokea vizuri, lakini kwa vile wameshitukizwa unakuta yale maandalizi mazuri hata kuwepo kwa ukamilifu. Lakini tuliposema mtupe kama siku 3, maana yake tutaandaa hiki kile basi ili wakija wafurahie. Ni kweli kuna baadhi ya wageni wao wanakuja wameandaa na vitu vyao wenyewe tu basi, lakini pamoja na kuandaa vitu vyao, lakini na vya kwetu pia kuonyesha kwamba bwana, kwa mfano wewe ninaweza kajizia kula hiki, chukua hiki bwana. Nashukuru lakini hapana. Aha. Kwa hiyo unaniambia kesho nikija kwako na mimi nikatae. Nikatae. Sasa kwa jinsi hiyo inabidi hata kama ulikuwa umeshiba inabidi uchukue angalau kidogo tu kuonyesha ile kwamba tuko pamoja. Tuko pamoja. Ule uhusiano. Tunaita double tail, yani mmeshikamana hivi. Mshikamano basi. Kwa hiyo mimi kwanza nashukuru kwa kuja kwenu. Asante sana. Nimeona kama muda nikatumia kidogo japo narudi kwenye kazi yangu, lakini niweze kuzungumza mawili matatu. Kama niseme kwa upande wa hicho kiti na huo msalaba. Sisi ni Wakristo sio? Ndio. Kwa mfano misikiti wanakuwa na nembo yao pale juu. Nembo yao. Wanakuwa nembo yao, kuna sio mwezi na nyota. Sasa Wakristo wana nembo yao, wana msalaba. Kama unajua kwamba hii ni kanisa unakuta msalaba hapo. Ndio. Sisi msalaba unaona hapo kuonyesha kwamba sisi ni Wakristo. Ndio. Lakini kuna kingine hicho kinaitwa kiti hapo. Msalaba unaonyesha ukombozi, yani kifo cha Kristo Yesu. Alikufa kwenye msalaba. Ndio. Alifia msalabani kwa ajili ya wokovu na ukombozi wetu. Katika ujio wake wa mara ya kwanza. Sio? Kwa hiyo alikuja kuandaa watu wake hapa duniani ili watakaotambua kile kifo chake pale msalabani wakampokea kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yao. Basi na maana huko mwisho watakachokipata ni nini? Ni watakuwa pamoja naye kama mfalme, sio? Kama mfalme. Ukisoma katika Wafilipi mlango wa 2, ndio. Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 5 mpaka wa 11 huko. Anasema yeye huyo Yesu anasema iweni na nia hiyo ambayo ilikuwa ndani ya Kristo. Yeye hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Bali alitwaa binadamu, akawa mtumwa, akaenda akaenda mpaka kwenye mauti ya msalaba. Nisome hayo maandiko. Sasa mauti ya msalaba hayo ndio hiyo, naona kitu kama hicho. Sasa kufanya hivyo ili aweze kuwaokoa wale wanadamu ambao walitekwa na Ibilisi tangu kipindi kile cha Adamu na Hawa, ndio? Sasa baada ya hapa kishafanya hivyo, Biblia inasema atarudi mara ya pili tena. Si kama tena mtu kuja kutukomboa, ukombozi ulishafika mwisho. Sasa kule kurudi mara ya pili, atakuja mara ya pili kama mfalme, sio? Ndio. Nembo hiyo ya msalaba ni kwa ajili ya ukombozi, sio? Nembo ya kiti ni kwa ajili ya ufalme wa Kristo Yesu. Hiyo ni nembo tu imewekwa. Kama kuna wengine wakuja, yule mzee bwana alikuwa anakaa kwenye kiti, anasema ninyi watu kwa nini mnazungumza vitu ambavyo hamvijui? Ulizeni mpate kujua. Ni nembo tumeweka kama Wakristo ambao wanatazamia ufalme ujao. Wakimtii Kristo Yesu mpaka mwisho, hata kama atakufa ende kaburini, ipo siku atafufuka. Biblia inasema kwamba wakati Yesu atakapokuja, wale waliokufa katika Bwana watafufuliwa kwanza, ndio? Ili wanyakuliwe pamoja naye kule hewani. Kwa hiyo aliyekufa ni Mkristo atazamie ule ufalme ujao ambao mtawala mkuu atakuwa ni Kristo Yesu, atakuwa pamoja naye akimzunguka kama muumini
kama Mkristo aliyemkubali Kristo, lakini atatawala pamoja na Kristo. Ndio hicho kitu tukakiweka hapo. Sasa wengi wanakuja wanadhihaki, wanasema maneno mbalimbali, tunasema haya bwana. Lakini wanasema jambo usilolijua ni kama usiku wa giza. Ni vizuri uulize uweze kujua. Wanasambaza mengi tu kama zamani, kwa hao ni mamumiani, kuna sumu za damu za watu, waisema mengi. Labda mnyasikia mengi. Mengine ndio kwa sababu unakuta ukipita wengine wanasema lile ni kaburi. Wengine wanasema pale ndo nabii alipozikwa. Unaona sasa huu tata hapana, lazima sisi tufike tujue ukweli. Tujifunze haya maneno ya watu wakati mwingine hayajengi siku zote yanabomoa. Na sisi tulipokuja kujua ukweli ndio tunakuwa mashuhuda wa wengine kwamba hapana, tunachosema haiko hivi, kiko 1 2 3. Walikuwa wanakuja wageni mbalimbali karibu, yani mwezi hauwezi kumalizika bila wageni kuja. Kutoka wizarani, kutoka wapi, kuna waliokuja hapa kutoka wakati akiwa rais alikuwa ni baba wa taifa Mwalimu Julius. Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nilimuuliza swali la pili ambalo ni kwamba je, tangia mzee wetu nabii ameondoka mbele za haki na aliwaachia majukumu yapi na yapi ambaye yamepelea na yapi ambayo mnaendeleza? Na je, kuhusu vipi mashamba, mlikuwa mnalima michungwa, nazi, matunda mbalimbali. Je, leo mnaendeleza? Kwa jumla kwa kweli, kwa mfano tuseme kwa mfano mashamba yalivyokuwa wakati huo. Nadhani mnafanya kusikia tu au mliona kidogo mmefinisha. Naweza kama mliona hiyo michungwa tengine wakati huo.